Yesu asifiwe. Wana wa Mungu popote pale mnaponifuatilia na kunisikiliza, nipo kwenye somo la muhimu sana. Kabla tujaingia kwenye somo letu, tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu uishie mahali pa juu, tunakushukuru kwa somo hili. Tunaomba Bwana, tunapotafakari kuhusiana habari za kuja kwako na habari za kuihukumu dunia, tunaomba Bwana katutayarishe tukawe wana wa familia yako, tukawe wana wa ufalme wako, tukawe wana wa serikali yako. Tunaomba Bwana katutayarishe, katuandike katika majina ambayo yameandikwa katika kitabu cha uzima. Kayatoe majina katika kitabu cha hukumu, kayaandike majina katika kitabu cha uzima. Tunakushukuru, kawe nasi. Tunaomba kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana wa Mungu popote pale mnaponifuatilia na kunisikiliza, kwenye bio yangu pale nimeandika namba za support ya sadaka. Kwa nini nimefanya hivyo? Kwa sababu hii injili inahitajika nguvu za kiroho na nguvu za kiuchumi. Kumbukeni, napoenda kuhubiri, yale maspika kubeba ni ngumu sana. Sometimes unakuta kuna nauli tunakoenda vijijini kuhubiri. Kwa hiyo sadaka yako haitapotea bure, itanena, itawarejesha watu kwa Yesu katika tunapoenda kufunga historia ya ulimwengu. Mungu awabariki sana. Somo langu linahusiana hukumu. Tunaishi katika kipindi hiki ambacho tunaenda kufunga historia ya ulimwengu, na mwisho wa dhambi ni dunia yote kuchoma moto. Mungu atachoma dunia yote hii, ataichoma moto. Lengo la Mungu ni kuchoma dhambi, ndio lengo la Mungu. Mungu anampenda mdhambi, lakini Mungu anaichukia dhambi. Na lengo lake ni kutoa kabisa uovu, ni kumharibu kabisa yule ibilisi. Mungu amemwacha kwa muda ili watu wa Mungu watafakari, waweze kutafakari na kuona kumbe Mungu ndio wa kumwabudu, kwa kuwa Mungu ni wema na shetani ni ubaya. Watu wanachukia sana ubaya. Mwanzilishi wa ubaya ni nani? Ni shetani, analeta maasi. Lakini kabla ya kuingia kwenye, nisome kitabu cha Mathayo 13 na ule mstari wa 50. Mathayo 13 na ule mstari wa 50. Mathayo 13 na ule mstari wa 50 inasema hivi: na kuwatupa katika tanuru la moto, ndiko kutakako kuwa kilio na kusaga meno. Na kuwatupa katika tanuru la moto, huko ndiko kutakako kuwa kilio na kusaga meno. Dunia yote italipuliwa. Unajua akili za mwanadamu anafikiria Mungu atachomeje dunia yote ili aichome moto. Biblia inasema ataikunja kama karatasi. Anasema atakunja kama karatasi na kuitupa. Kwa nini? Kwa sababu lengo la Mungu ni kuchoma dhambi isiwepo tena na haitakuwepo. Kwa hiyo mahubiri haya ambayo tunahubiri, watu waendelee kujitayarisha kwa ajili ya kumraki Kristo anapokuja mara ya pili. Dunia hii, rafiki zangu, itaadhibiwa kwa moto. Dunia hii, upo mwisho wa ulimwengu, kipo kiama. Na ndio maana na watadharisha sana watu ambao wanahubiri injili, aidha labda kwa kutafuta sana sadaka, kwa kutafuta miemko yao. Sikiliza, injili ni mateso. Unapomfuata Kristo lazima ufuate njia zake alizopita sana. Kwa injili tunazohubiri, hata Yesu mwenyewe alikuwa na watu ambao walikuwa wanakusanya sadaka, walikuwa ni watunza hazina. Sio kwamba eti Yesu alikuwa na sadaka. Hapana. Ndio maana yeye mwenyewe kasema, unapotoa sadaka yako kwa moyo wako mweupe, kwa moyo wako ambao si wa kusukumwa, hiyo sadaka inakubalika sana na Mungu. Na pia vile kitu ambacho nitadharisha watu wanatoa ndio sadaka, wanatoa sadaka, lakini bado hawaishi maisha yale ya utakatifu. Kipindi cha Sodoma, kipindi cha Nuhu,
watu walimsaidia Nuhu kutengeneza safina. Kuna watu walikuwa wanapeleka misumari, kuna watu walikuwa wanapeleka lami, kuna watu lakini hawakuingia kwenye ile safina. Na ndio maana Nuhu aliumia sana kuona wale watu wanaangamia, kwa sababu walimsaidia, lakini kwa sababu walikuwa ni wakaidi. Kwa hiyo hata sisi tunapoenda kuhubiri, lengo lako usiendelee kuishi maisha ya dhambi, ubadilike. Mungu akusaidie sana katika moto ambao unakuja. Kitabu kingine tusome kitabu cha Luka 13 na yule msali wa 28. Luka 13:28 nasema hivi: ndipo kutakapokuwa na kilio na kusaga meno, utakapomuona Ibrahimu katika Isaka na Yakobo na manabii wote katika ufalme wa Mungu, nanyi wenyewe mmetupwa nje. Kwamba huku katika ile ziwa la moto utakuwa ni kilio na kusaga meno. Sasa kuna baadhi ya wengine wakwambia moto utakuwa ni wa milele, ni wa milele, ni wa milele. Mimi ninaposema ni milele, kwamba dhambi haitakuwepo, uovu hautakuwepo, maana yake hakutakuwepo tena dhambi. Ndio maana milele, dhambi itapotelea milele. Sio kwamba utakuwa ni unaungua. Hata ndio maana nimejaribu kuweka hiyo hapo. Weka hiyo video juu hiyo. Kwa sio kwamba watu watakuwa wanaungua, wataungua alafu dunia itasafishwa yote, kama vile wanaoandaa mashamba. Najua kabisa huu ni uchafu tufanye nini? Wanaoandaa shamba wale unakata miti, baadaye unaichoma moto na kuandaa shamba, alafu baadaye kinachofuata pale hakuna nini tena, unaanza tena kulima ukiwa safi. Ndivyo inavyotakavyokuwa. Mungu anakuja kuisafisha hii dunia. Kwa maana yake Yerusalemu itashushwa tena hapa. Watakatifu watakapotwaliwa watakapolimba, alafu baada ya hapo Yerusalemu itashusha tena hapa. Maandiko yameweka wazi. Okay. Sasa rafiki zangu na ndugu zangu, hukumu inakuja, mwisho wa dunia umekaribia. Dhambi ambazo zinaendelea hapa duniani ni kipimo tosha kwamba Mungu ametawanya watu wake, wataalishe watu wake wamfuate nani? Mfuate Mungu. Na shetani naye anaandaa jeshi lake kutayarisha watu wake wa kwenda jehanamu, na Mungu naye ametayarisha watu, watumishi, wainjilisti ambao wanajitoa kwa mali, kwa muda wao, kwa wakati wao, wakusanya watu, waleta wapi? Kwake. Ndivyo inavyokuwa. Na kama bado hujabatizwa kwa maji mengi, jaribu kubatizwa kwa maji mengi. Jaribu sana uishi sana, uzishike amri zake Mungu. Jaribu sana uishi maisha matakatifu. Achana na kuishi maisha ya dhambi. Tuko kwenye vita ya hatari, vita ya kiroho. Shetani anachukua roho nyingi sana. Maajali yanaposhtukiza, magonjwa, na ni kuzimu umeshataharuki, inaandaa watu wa kwenda jehanamu. Na ndio maana ajali nyingi zinatokea za kuwapeleka vitu vingi. Kwa hiyo nikwambie rafiki yangu, ungana na mimi tuhubiri Injili hii ya ujumbe wa malaika watatu. Injili hii ya maonyo, kuonya dhambi, watu waache dhambi. Injili hii pengine mtaziona kama injili hii ni tofauti. Ndio, Mungu atatuma watu wake, watu wahubiri injili ya marejeo yake, injili ya kuionya dunia. Na kitu ambacho tunaangalizwa hapo makanisani, huko ambako makanisani sasa masaa mengi watu wanajadili, kumebaki ni michango mingi, sadaka. Injili ya kweli ya wokovu watu wampende Yesu Kristo haipo saizi. Haipo. Watu wanahubiri kwa ajili ya miemko. Watu wanahubiri kwa ajili ya miemko, misisimuko. Usihubiri injili kwa ajili ya msisimuko. Usihubiri injili kwa ajili ya miemko. Tuko katika mazingira ya hatari. Tuko katika kipindi cha hatari kigumu ambacho tunaenda kufunga historia ya ulimwengu. Huko makanisa, hubirini injili ya marejeo ya Yesu Kristo. Dunia hii inaenda kupigwa moto, sio kitambo. Dunia inaenda kuwaka moto. Mungu anaenda kuichoma dunia. Sikutishi, ni maandiko yamezungumza. Sikutishi, nataka kwamba uandae njia yako, uandae familia yako. Dunia inaenda kupigwa.